Unajua kuna mtoto sasa hivi au kijana sasa anavuta bangi, alafu wazazi wake hawajui. Na wapo nyumbani, anatoka na kwenda shule, anakwenda shule zake, anarudi, lakini anavuta bangi. Ukimwambia babake au mamake anaweza kukubishia na mkagombana. Kama mtaalamu, hebu wasaidie wazazi wenye watoto ambao wanavuta bangi bila wao kujua. Anaweza kagundua vipi kama mtoto wangu huenda anavuta bangi? Kuna vitu gani vinajionyesha kwa mtoto ambaye anavuta bangi? Nashukuru. Kwanza tunaanzia nichukue yale ya shuleni kule. Hapo na unanitaka nizungumze kichwa cha habari kinasema the effect of marijuana in critical thinking. Hasa hiyo shuleni hiyo. Sasa kwa wazazi nachukua hiyo. Ndio. Athari ya kwanza anayoipata ni kupoteza kumbukumbu. Hata ukitaka kumjua mtoto anavuta bangi, unamwambia jambo sasa hivi, kesho anarudia lile lile. Pengine ukamwambia leo, baadaye tu hata siku haijaisha amerudia hilo hilo. Bora watoto wetu hao mwalimu tunawakataza usichezee moto, kesho anachezea tena. Ni bangi hizo. Mtoto mdogo unakuta. Nashukuru. Mtajaza na zingine. Sawa. Hiyo ni ya kwanza. Sawa. Lakini ya pili, utamwangalia anakuwa mtulivu sana wakati fulani. Si wakati wote. Anakuwa wakati fulani tu, ukifika wakati maalum anakuwa mtulivu sana. Maana hapo unajua wazazi wanakusikiliza kwa makini kabisa. Alafu wanaanza kukompea na watoto wao nyumbani. Sawa. Tena natamani wanisikilize kwa makini kabisa. Ndiyo. Hata kama wana kalamu andiki. Ndio. Hiyo ni indicator, ni kiashiria kikubwa sana. Kwa nini muda wote anakuwa sio mtulivu, lakini muda fulani ukifika anakuwa mtulivu? Lakini sababu nyingine ambayo inaweza mzazi ikamwezesha mzazi akatambua ni anakuwa na muda maalum anapotea kwenye macho yake. Muda maalum. Na mara nyingi baridi inapoanza, hawavuti jua linapokuwa kali. Mvua ikinyesha, jioni ikianza kufika jioni kwamba jua limetua, ubaridi unaanza. Mtoto anapotea nyumbani. Hiyo ni ya tatu. Lakini ya nne, anakuwa rafu. Wakati mwingine hachani nywele, hafui, hajipendi. Lakini ya tano, anakuwa mzito kuzungumza. Verbal expression. Mzito, maneno yanakuwa mazito kutoka mdomoni. Lakini jingine pia, hoja. Wenyewe lugha ya kitaalamu wanasema argument, poor argument. Hoja za maana anakuwa hana. Wewe jaribu kuzungumza naye alafu muulize jambo ambalo linahitaji kufikiri kidogo, hawezi kufikiri. Hapo tilia mashaka. Huyu mtoto namna gani? Lakini jingine pia, anakuwa mvivu. Anaweza akaamua katulia tu, mpaka umwambie nenda kafanye jambo fulani ndio anaweza kwenda kufanya. Usipomwambia anatulia tu. Hizo indicator zote zinaashiria kuna kitu. Sawa, tuwachunguze watoto wetu. Pengine tunaishi nao wanavuta bangi afu sisi hatujui. Asante sana mtazamaji. Huyo ni Mwalimu Majaliwa Kapera, ni mkurugenzi wa taasisi ya Vijana Nguvu Kazi ya Taifa ambayo inafanya kazi Tanzania nzima, lakini wenyewe zaidi wako pale jijini Arusha.